Kwa hiyo mtu leo akiniuliza, mzee Membe, mheshimiwa Membe, umetokea katika jambo hili, utaniuliza swali kwa vigezo gani? Sina. Hiyo kasoro ya kwanza, lakini ipo kasoro ya pili. Kasoro ya pili ni kwamba Chama cha Mapinduzi kina formula ya kuchagua viongozi 531 531, kwamba idadi ya wengi watajitokeza, halafu wakishojitokeza hao lazima wawe wa Tanzania, lazima wawe wanachama wa CCM. Secretariat inachuja hii. Je, wewe ni Mtanzania? Je, wewe ni mwanachama hai wa CCM? Ulishawahi kushtakiwa? Ulishawahi kuwekwa kwenye hatia mbaya? Crime. Wakiclear pale, majina hayo hata yangekuwa 70 au 100, yanakwenda kwenye mchakato. Na mchakato wa kwanza ni kwamba yale majina yanaletwa kwenye kamati kuu. Kamati kuu itaondoa wote na kubaki na watu 5. Huo ndio hatua ya kwanza ya mchakato. Twaweza pale wamefanyaje? Pale lazima wamewahoji wajumbe wa kamati kuu. Nani? Kama ukumhoji mjumbe wa kamati kuu akakupa hayo maoni, inahitaji wewe uwe malaika wa kuelewa kwamba idadi ya watu wengi hawa wanaoomba watakaopunguzwa ni hawa, wanabaki 5. Nani umemhoji? Haya, baada ya wale 5 kuwa pale kwenye kamati kuu itapeleka majina 5 kwenye halmashauri kuu. Halmashauri kuu iteue 3. Utafiti huu hautuelezi hawa 5 kwa mujibu wa utafiti wao, hawa 5 wamepatikanaje na ni nani? Alafu katika hawa 5, 3 waliokwenda kwenye halmashauri kuu kwa mujibu wa utafiti wao wanasemaje, kwamba katika 5 hao ukiwapeleka kwenye neki imetoa indications, yani neki imesema pengine atachukuliwa fulani fulani na fulani. Nani mtu wa neki aliyehojiwa? Na unaposema uliwapa simu maalum za sola, maana sio wajumbe wa neki uliowahoji. Kwanza wajumbe wote wa neki wana simu zao. Kwa hiyo uliyemhoji sio mjumbe wa neki ambaye anatarajia kuyachuja majina. Twaweza umeshindwa pale. Halafu ukitoka neki majina 3 ndio unakwenda kwenye mkutano mkuu. Mkutano mkuu utateua mtu mmoja. Nani aliyehojiwa kwenye mkutano mkuu ambaye anasema katika haya majina 3 Twaweza uliotuletea tunadhani huyu anafaa? Kama utaratibu huu haukuhojiwa, kama Twaweza hawakwenda kwa wajumbe wa mkutano mkuu wakapiga random sampling, kama watu wa Twaweza hawakwenda kwa wajumbe wa neki wakapiga sampling pale na kuwahoji, kama watu hawa hawakwenda kwa wajumbe wa kamati kuu kwenda kupiga sampling ili wajue hawa 5 ni nani, alafu kwenye neki 3 ni nani, kwenye mkutano mkuu wanamtaka nani, kama taratibu hizi hawakuzifuata, ni utafiti feki sijawahi kuona ndani ya Chama cha Mapinduzi na katika umri wangu wote wa maisha yangu kama mwanasiasa. Tuliochukua research. Kosa la pili, narudia, la kwanza ni vigezo. Uwezi leo ukasema kwamba vigezo vilivyotumika ni kama mtu yuko tayari kufanya shughuli gani. It is premature. Vigezo vya sasa ni vya sifa ya kiongozi unataka ashike uhai wa nchi, unataka ashike uhai wa watu mmoja. Hili ndio tunaloulizwa. Usipoliuliza hilo swali, unaweza ukapata mgombea sio Mtanzania, unaweza ukapata mgombea sio mwana CCM, unaweza ukapata mgombea ambaye ni criminal, unaweza ukapata mgombea ambaye hana sifa hizo za vigezo vilivyowekwa, lakini ameahidi tu nitajenga hospitali, nitajenga mashule, nitashughulikia masuala ya kilimo au masuala ya miundombinu. Fanye vile. It's too premature. Na ndio hoja yangu ya 3. It's too premature. Twaweza wangeweza kusema kwenye kafu yupo Lipumba ambaye miaka yote alikuwepo, atakuwepo na yupo. Alikuwepo, yupo na ataendelea kuwepo. Upande wa Chadema, upande wa CCM, NCCR Mageuzi, whatever. Ndio unawalaini wale.
wale ndio unagawa hizo simu zako ulizo nazo, kwa sababu wananchi watakuwa wameshawapata tayari. Wananchi watakuwa wameshawapata tayari, sifa zao watakuwa wanazijua, wasifu wao watakuwa wanaujua, na vyama vyao vitakuwa vinawauza. Ndio unapeleka hizo simu zako za sola kwa hao watu ambao hatuwajui, ili waweze kusema bwana, kama mlivyosikia, chama hiki wamemsimamisha huyu, chama hiki wamemsimamisha huyu, chama huyu kimemsimamisha huyu. Mnasemaje kuhusu hapo? Hapo ndio utafiti wako unaweza kuwa na maana. Lakini sio katika hatua hii ambako a, kuna watu hawajatangaza bado, b, kuna watu wametangaza na hamtaki kuwasema, c, chama hakijawapitisha katika mchakato, then utafiti unakuwa fake. Lakini nataka niseme kitu. Utafiti pia umezungumzia juu ya vyama. Maana nimesoma dokumenti. Umezungumzia juu ya vyama. Sasa mimi nashindwa kuelewa kitu kimoja. Vyama hapa ambavyo unaweza kusema vipo ni CUF na Chadema. Ukiacha Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama cha taifa na chama cha kimataifa kilicholeta uhuru katika nchi na ukombozi barani Afrika. Hivi vyama kama kweli utafiti watu waweza umefanya, hawawezi kuignore, hawawezi kuacha ukweli ufuatao kwamba moja, Chadema imepasuka. Chadema haiwezi kupasuka alafu watu wakatoa score kubwa, yani wakatoa score kubwa kwa mtu anayegombea Chadema. Chadema imepasuka. Chadema ingekuwa imechukua nafasi ya kushona mpasuko na kuwa kitu kimoja, fine. Lakini wao badala ya kushona mpasuko wamehama, wanakwenda kwenye vyama vingine kuomba waungane. Sijawahi kusikia soga hii duniani. Wataanguka. Chama chochote kinachopata ushindi katika dunia ni chama ambacho kinakwenda kikiwa na nguvu kwenye uchaguzi. Na nguvu moja kubwa ya kila chama sio maandamano, ni mshikamano. Narudia, nguvu ya chama wakati wa uchaguzi kokote duniani sio maandamano, bali mshikamano. Unakwenda kwenye uchaguzi ukiwa na a strong united political party. Ndio msemo wenyewe. Uwezi ukaweka chama kwenye mpasuko alafu ukaingia kwenye tafiti za aina hii ukawa juu kukishinda chama ambacho hakina mpasuko. Never on earth. Wapi wamefanya makosa? Tuwezi. Hawakufanya utafiti wa impact ya mpasuko ulioko Chadema. Lakini lipo kosa jingine, CUF. Sasa CUF, nimesema na narudia hii tena. Wewe uwezi ukamlinganisha CUF na Membe kwa mfano. CUF rais wao hapitii mchakato kama wa kwetu. Aligombea 95 akashindwa. Namsema Lipumba akagombea mwaka 2000 akashindwa, 2005 akashindwa, 2010 akagombea akashindwa, 2015 atagombea na kushindwa, 2020 atagombea na kushindwa, 2025 atagombea na kushindwa. Hivyo unaweza kwenda mpaka Mwenyezi Mungu alivyompa maisha yake tu. Pale wameweka nani anagombea, mmoja huyo. Yaani ni life candidate. Sasa wewe life candidate huwezi ukamlinganisha na dynamics wenzake wengine wapya wanaokuja ukasema anapata 6% za kutokea wapi? Binadamu duniani huchoka. Wanaposema sikiliza, binadamu duniani anachoka na mtu huyo huyo siku zote. Sasa hii CUF wala hawajaiona. Wanadhani kwamba ukimweka mtu yule kesho kutwa unamweka mtu mwingine, unamweka huyo huyo kesho kutwa unamweka yule ukashinda. Huwezi kushinda.